Habari rafiki zangu, karibuni tena kwa channel yangu ya Simple Life with Jenny. Leo nataka kuongelea amri mbili kwa Biblia ambazo Yesu alisisitiza ni za maana sana. Sijui kama nyinyi mnazijua. Mnazijua amri hizo? Ya kwanza Yesu alisema, mpende Mungu wako, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Na akasema hii amri ni kuu na ndio ya kwanza. Si mnajua hiyo? Ambayo iko katika kitabu cha Mathayo 37:38. Leo nataka tuongelee hii aliyosema ni kuu pia na ni ya pili, ambayo inasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Unaposoma hiyo verse inakufunza nini? Ama inakuelekeza wapi? Pende jirani yako kama nafsi yako. Unaposoma inakurudisha wapi, ama inakufunza nini, ama inakufihimiza ufanye nini? Amri hii katika kitabu cha Biblia imetajwa mara 4. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Leo tutaongelea hiyo ya kwanza ambayo ni kuu. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Leo tunaongelea hii ya pili ambayo Yesu alisema ni kuu, ambayo inasema mpende jirani yako kwa nafsi yako yote. Katika Biblia imetajwa mara 4 vitabu tofauti. Kuna Mambo ya Malawi, Mathayo, Marko na Warumi. Mambo ya Malawi iko katika kurasa ya 19 mlango wa 18, ambayo Yesu sasa hii hata si Yesu, ni Bwana Mungu mwenyewe aliambia wana Israeli. Aliambia Musa, enda ukaseme na watu wangu na uambie hivi: usifanye kisasi wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa watu wako, bali umpende jirani yako kama nafsi yako. Mimi ndimi Bwana. Hiyo alimwamrisha ama alimtuma Musa akaenda akaongeleshe wana Israeli na akawapea hiyo amri. Usifanye kisasi wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa watu wako, bali umpende jirani yako kama nafsi yako. Mimi ndimi Bwana. Hiyo ni ya kwanza, tunaipata katika Mambo ya Malawi. Ya pili tunaipata katika Mathayo 22:38-39, ambayo inasema tu vile vile. Yesu alisema hii ndio amri iliyokuu tena na ni ya pili, pende jirani yako kama nafsi yako. Imerudiwa tena katika kitabu cha Marko 12:31. Imerudiwa tena katika kitabu cha Warumi 13:9. Pende jirani yako kama nafsi yako, na ni ya pili ambayo ni kuu na ni ya pili. Sasa leo ukisoma hiyo verse ama hicho kifungu huwa kinakufunza nini? Jirani ni ule labda mahali mnakaa, mlango wake ni huo wa pili, wako ni wa kwanza, ama wewe unaiwaza namna gani? Wewe unaiwaza namna gani? Kiambiwa umpende jirani yako kama nafsi yako, wewe unaiwaza namna gani?
Kifungu hiki kinachofunza ya kwamba mpende jirani yako. Si lazima awe, ni sawa, ni muhimu kumpenda ule aliyeko karibu. Lakini kumpenda jirani yako ni labda unaenda katika njiani, mtu anahitaji usaidizi, unamsaidia. Hapo umependa jirani yako. Mtu hana chakula, umemlisha. Hapo umependa jirani yako. Mtu hana mavazi, umemvisha. Umempenda jirani yako. Pia katika maisha ya kila siku, unaweza kuta watu wana vita ama wanagombana. Ukificha ile sasa tuseme ile ni kama uchi wao, umewaficha. Huendi kuwasema huko nje. Pia hapo umempenda jirani yako. Jirani, haisemi tu jirani mwenye anakaa the next door. Umekutana na watoto huko kwa njia hawana chakula, umependa jirani yako. Mwanafunzi anahitaji karo, wazazi hawana, umemsaidia, umependa jirani yako. Kumpenda jirani yako si lazima kumaanisha kumpa pesa nyingi. Wakati mwingine ni kumtembelea mtu aliye na huzuni. Wakati watu wanaomboleza, wakati watu wako na huzuni yao, ukiwatembelea, uingie katika ile boma, wape pole, wasaidie, labda kuna kitu wanahitaji kusaidiwa, wageni nini, umemsaidia, umempenda jirani yako. Kumpa mwenye njaa chakula. Saa zingine jioni unakula chakula unashiba, kingine kikibaki asubuhi unatupa. Hiyo ni makosa. Na labda kuna mtu anayelala njaa, hajakunywa maji, hajakunywa chai, chakula cha mchana, hajaona, lakini wewe unakula unashiba unamwaga. Hiyo ni makosa. Hapo ndio ili fungu la mpende jirani yako kama nafsi yako ndio inakuja hapo. Ukiona chakula kimebaki, wewe umekula umeshiba na mwenzako hana chakula, bisha tu mpe chakula. Kutana na mtu huko kwa njia, wale watu huwa wanaombaomba, hawana chakula, usiwapite tu. Peleke mtu mahali mnunulie chakula. Hiyo utakuwa umependa jirani yako. Kumsikiliza mtu pia anayepitia shida. Dunia hii ina changamoto mingi. Watu wanapitia mashida mingi. Chukua tu nafasi ya kumsikiliza mtu anayokuelezea, mimi napitia hii, napitia lile, na hapo katika kunena naye mambo mawili matatu, utakuwa umemsaidia kwa vile umemsikiliza, umemwonyesha upendo, umekaa naye, mkajaribu kutatua, mkajaribu kuongea, ikamtia moyo, ukaona hata venye ulikuwa umeingia labda alikuwa amehofika zaidi, lakini after kumsikiliza na mmeongea, unaona ameanza kuangazia, ameanza kuwa mtu mwenye furaha na tabasamu. Hiyo pia umempenda jirani yako. Kumsaidia mtu bila kutarajia malipo. Mara nyingi watu wanakuja wanakuomba usaidizi. Mtu anakuja kabisa, naomba nisaidie. Na ukiangalia huyu mtu katika hali yake, kuna mtu unaweza saidia ukajua huyu kweli anaweza rudisha, lakini kuna mwingine unaweza saidia ukaona huyu acha tu nisaidie. Hiyo umetenda wema na umeenda zako. Umeenda katika zile nyumba za watoto yatima, ukawalisha wale wanawake ama wamama ambao wamefiwa na waume zao, ukawalisha, ukawavisha, ukawafanyia mambo mazuri. Hapo umetenda wema. Unaambiwa usitangaze, usiende ukieneza nilienda nikafanya pale. Tenda wema, nenda zako. Hapo utakuwa pia umempenda jirani yako. Najua watu wengi sana sana anakusaidia, lakini kesho wako katika mitandaoni akionyesha nilisaidia hapa, nilifanya pale.
unaambiwa tenda wema, nenda zako. Hata wakati mwingine tunaambiwa, sikumbuki ni kifungu gani kinasema, wakati unatoa sadaka kanisani, ukishika sadaka na mkono hii usifanye nini? Usijue. Hivyo hivyo, ukitenda wema, ukitendea mtu wema, ukimlisha, umemlipia nyumba, tenda wema, nenda zako. Mungu atakulipa huko mbele. Usamehe pia. Mtu anaweza kukufanyia mambo mabaya, mangumu, mazito. Tunaambiwa tusamehe na tusahau. Na hiyo pia utakuwa umempenda jirani yako. Saa zingine inakuanga ngumu, lakini ukifuata mafunzo ya Biblia ama Biblia inavyosema, kweli utasamehe na hiyo kitu itakutoka kwa roho na utasahau. Na hapo utakuwa umempenda huyo mwenzako ambaye alikuwa amekukosea. Kumtia moyo aliyekata tamaa. Watu mara nyingi unapitia mambo mengi, unaona kama umefika mwisho. Unakosa ile motisha ya kuendelea mbele. Ukipatana na mtu kama huyo, mtie moyo, muonyeshe umaana wa yeye kutokata tamaa, muonyeshe maana ya yeye kusonga mbele na katika hii safari. Kama alikuwa anahitaji usaidizi fulani, ndiposa sasa alikuwa ameona amekata tamaa, msaidie. Ni kifedha, ni kimawaidha, ni kumuongoza vile anavyofanya kufanya. Hiyo pia utakuwa umempenda jirani yako na umemsaidia pia asikate tamaa, na kweli hatawahi sahau. Kwa uhakika hatawahi sahau. Na hata kutosema vibaya mtu nyuma yake. Masengenyo. Unajua mambo mingi ya mtu fulani. Usiende kumweka uchi mbele ya watu. Usiende kusema ule kwake wanalala njaa. Ule alipigwa usiku kama labda ni mwanamke. Hata wana karo za shule. Vitu kama hizo. Usiseme mtu nyuma yake. Hata kama unajua shida yake. Hata kama unajua matatizo yake yamefika kiwango gani. Hufai kwenda kumtangaza huko nje. Hapo utakuwa ni mtu mwenye hana upendo. Na ni mtu mwenye hajali hiyo kitu kitaumiza mwenzako vipi. Na hapo si utakuwa umekosa upendo. Ndiposa tunaambiwa usiseme mwenzako nyuma. Ficha uchi wake, ficha siri zake. Na hapo utakuwa umependa jirani yako. Kwa sababu wakati mwingine mtu anayehitaji upendo wako zaidi, si yule anayekuomba, bali ni yule anayeteseka kimya. Kuna watu wanafungia mambo hawaongei. Utaona labda kwa televisheni kumetangazwa mtu fulani alijiua. Na huyo mtu mlikuwa mnaona ako tu sawa, hana maneno mengi. Hata mnashangaa mtu alifika kiwango hichi aje. Hao ni wale wanafungianga mambo ndani, hataki kusema. Anaogopa watu watasema nini. Anakosa ule upendo. Labda walio karibu naye hawana upendo huo. So yeye inalazimika anyamaze na mambo yake. Ni vizuri kujulia mtu kama huyo hali. Kukaa naye kwa muda kidogo umsikilize na utakuwa umemsaidia na atatoka katika ile hali. Sasa mimi nataka utafakari tu. Kama leo Mungu angekuuliza, tafakari tu wewe mwenyewe katika maisha yako, katika miaka yako yenye umekaa hapa duniani, tafakari. Mungu angekuuliza, umempenda jirani yako kama ulivyojipenda, ungemjibu nini? Ungemjibu nini? Ungekuwa najibu, nilisaidia. Niliona fulani, watoto walikosa karo nikalipa. Ungemjibu nini? Ni vizuri tuwe na huo, tunakumbuka hiyo amri ya pili ambayo ni kuu. Penda jirani yako kama nafsi yako. Ukiona mtu ako na shida usipite tu, msaidie. Uko na uwezo huo, msaidie tu. Unaweza lipa karo hata ya watu 10, walipie. Kuna watoto wako mashuleni wanahitaji, wanatafuta watu wa kuwalipia makaro hawana. Na wewe uko na uwezo huo, enda hiyo shule,
Uliza walimu, wanajua. Nipea watoto 5. Enda kwa nyumba ya watoto yatima. Kama kulingana na uwezo wako unaweza somesha, unaweza lisha, fanya hivyo. Utakuwa umempenda jirani yako. Kuna mtu hana pesa ya kulipa nyumba, msaidie kama uko nayo. Jirani si ule tu ambaye mnaombana chumvi hapo. Oh jirani, nipe chumvi. Oh jirani, unajua kesho nitakuwa na wageni, nimekukaribisha. Ni sawa, mnafaa kukuwa na uhusiano mzuri mnapoishi pamoja. But hili fungu lilikuwa linamaanisha kitu kubwa zaidi. Angalia nje ya mahali pako. Ni nani unaweza saidia? Ni nani unaweza mpa huo upendo? Ndiposa Mungu akikuuliza hii swali, ulimpenda jirani kama ulivyojipenda, utapata kitu cha kumjibu. Sina mengi, ni hayo tu, lakini nitawaacha na neno moja ambalo linasema hivi: tusisubiri mtu awe na shida ndipo tumuone. Tujifunze kupendana, kusaidiana na kusameheana, kwa sababu upendo ndio mojawapo wa zawadi kubwa tulizopewa na Mungu. Nitawaacha na hilo tu, na Mungu awabariki sana kwa kunitazama, na mzidi kupenda kazi yangu. Kwaherini.